Inua mikono yako, zungumza na Bwana. Just open your mouth and begin to speak, to worship. Bwana, tunasema ni asante kwa maono na fadhili. Hakuna Mungu kama wewe, mtume pole duniani na chini ya dunia. Father, we worship you, dear Lord. You are great and greatly to be praised. Let the blood of Jesus Christ cover us and our salvation. We give you glory now. We worship you. You are mighty to save. You are great and greatly to be praised. There is no one like you tonight. You deserve honor, you deserve glory, you deserve all the praise. Be glorified and be exalted in the Lord. Thank you, Jesus. People know it to
The Lord God of heavens and of the earth that was is and to come. Tonight we gather here in your presence to bless you, to honor you, to acknowledge your supremacy, saying, you are the great I am, highly exalted in heavens above, on the earth and under the earth. This is an evening that we made, that we may rejoice and be glad in it. We give you praise, we give you honor, we give you adoration, for there is none else like you. Lift up our hands to you, to bless you and acknowledge your supremacy over every situation tonight. As Lord, we approach to your throne of grace, a place where we obtain mercy and finding grace to help us during our times of need. But therefore we worship you, we honor you and we adore you. Sweet Holy Spirit, take the full church. And my Father and my God, now under the anointing of the Holy Spirit, by the name of Jesus Christ and the Lord, we take charge of our authority over every satanic powers and forces now forevermore. In Jesus' name, and somebody say, Amen. Amen. Worshippers, you will take your seats. Switch off your lights, make sure they are totally switched off, and God bless you. Make sure they are totally switched off, and God bless you. Hallelujah. Amen and amen. Are you happy to be in the house of God? Wangapi wana furaha kuwa katika nyumba ya Bwana? Amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi jamani. Maana ametupatia kila mtu kwa mikono juu tafadhali. Mikono mbili kwa juu, pigia Bwana Yesu makofi. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi, anastahili kupigiwa makofi. Je, ni mfalme wa wafalme? Je, ni Mungu mwenye nguvu? Je, ni nyota yetu, ni taa yetu, ni utukufu wetu? Na jioni hii ya leo ninamshukuru Mungu kwa sababu ametupatia fursa na nafasi nyingine ili tuweze kuja na kufika katika nyumba yake, na nawashukuru sana vile vile kwa kuwa mumefika, na kuahidi ya kwamba sitakuweka sana, bali tutaenda kuachana mapema, kwa sababu ninajua kesho ni kibarua kigumu. Angalia mwenzako, mwambie kesho ni kibarua kigumu, lakini inawezekana. Amen. Kwa hiyo kesho tunafunga mwaka wa 2025 na kukumbusha kwamba hiyo kesho tunakifunga kipindi cha majira ya 2025 na tutakifungua kipindi cha majira ya 2026. Umbali huu tumefika, Bwana wa majeshi, ni Mungu wa miungu, ametenda mambo makubwa. Amen. Haleluya. Mungu ametenda mambo makubwa. Ndio unaona wifi una make sure that okay. Kwa sababu yes, praise the name of the Lord. Kwa hiyo Bwana ni mwema na ametenda mambo makubwa. Jina langu naitwa Mtume Francis Buku. Acheni niwaalike tena wanaotufuata katika mitandao yangu ya Facebook Live na wale ambao mtakuwa mkifuata hapo baadaye katika my YouTube channel. Mungu awabariki sana, tunawapenda. Na ninajua ya kwamba maisha yako na yangu yatabaki vile yalivyo tena. Haya yamekuwa ni majira ya mikutano ya empowerment ama kutiwa nguvu. Naomba kila mtu ikiwezekana utulie sasa. Nimekuacha kutoa my attention mbali na mbali. Naomba sasa tutulie, na nimesema wakati una kipindi hiki ni kipindi cha Empowerment Summit ama kongamano la kutiwa nguvu.
Jana tumekuwa tukiona, jana ilikuwa siku ya kwanza kuwepo hapa, tumekusanyika katika shule ya upili inayoitwa Mukuku ambayo iko maeneo ya Mboni East. Mungu awabariki sana. Jana tumekuwa tukiona kwamba kila mtu ana haja ya kutiwa nguvu. Sababu ile kama kanisa ama mwili wa Yesu Kristo inatupasa katika vipindi ama vipindi tofauti tofauti kuja tena katika uwepo wa Mungu na kujikoroga ama kujitia nguvu. Ni kwa sababu katika safari hii ya kwenda mbinguni ni safari ambayo tunatumia nguvu. Kama vile mtu akiwa katika vita au awe katika mbio riadha huwa anatumia nguvu, vivyo hivyo na sisi katika ulimwengu wa rohoni inatupasa kutumia nguvu. Bwana asifiwe. Amen. You may move your camera a bit closer. Inatupasa kutumia nguvu na tunatumia nguvu. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tunatumia nguvu today. Tunatumia nguvu. Bwana asifiwe. Maana nini tunatumia nguvu? Paulo akimwandikia mwanawe wa kiroho anayeitwa Timotheo, tunaona akimwandikia akimwambia, mimi Paulo nimepigana vita vyema. Make sure it is totally at the center. Nimepigana vita vyema na kazi nimeimaliza na imani nimeiweka. Kwa hiyo sasa ninangojea. Rudisha nyuma. Sasa ninangojea taji ya utukufu. Bwana asifiwe. I have fought good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. And now it awaits me a crown of glory or life or righteousness, whatever it is, along and together with those that will have won together with me. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. So, katika safari ya wokovu kuna mambo mawili haufai kusahau hata kidogo. Ya kwamba kwanza ni vita na tena ni mbio. Na pale mbio na vita vinavyohusika ni lazima yule muhusika. Unaona wakimbiaji ama wale watu wanaenda katika vita, katika katika ngumi, katika karate, mazimu, wanakuwa na wakati wa kuangaliwa, na katika vipindi vile wanalishwa vizuri, wanafanya mazoezi ili watakapoenda katika mbio ama katika vita waweze kumudu. Kile ambacho kinalengwa ni nguvu. Jana nikakwambia hata Yesu mwenyewe alijua kazi hii inahitaji nguvu za kila siku, kuongezewa nguvu. Praise the name of the Lord. Kuongezewa nguvu. Tukaona yule mwanamke aliyemgusa, aliyetokwa na damu miaka 12, Yesu aligeuka katika makutano akawauliza, ni nani amenigusa? Kwa sababu ninahisi nguvu imenitoka. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hiyo nguvu inahitajika. Akawaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 1 na fungu la 8, lakini mtapata nguvu atakapokuja juu yenu huyo Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Uyahudi yote na Samaria na katika misho yote ya dunia. Kwa hiyo tunahitaji nguvu kila wakati ndio tufanye kazi ya Mungu. Leo ninataka siku ya pili twende hatua nyingine mbele, na ninaomba tufungue kitabu cha Judges. My friends that cannot understand Kiswahili today, please bear with me. Bear with me, my friends that cannot understand Kiswahili. But always I advise us, because we are living in an era of high technology where we can even translate the languages, whichever it is, into our own favorite understandable languages using the Google Translator, Google Language Translator.
you can get what I'm saying, because my friends in Europe and in America, in Canada, Australia, Norway, also all over, you know very well in your countries there is a high rate of technology, and so please just bear with me as you go to your Google Translator and you get this message in your languages. Because of very unavoidable circumstances, today I have to speak in my Kiswahili local and national language. God bless you for understanding me. So nataka tuende katika kitabu cha Judges, mlango wake ni ule wa 15. Na ni washukuru kote pia wafuasi wangu wa social media kwa sababu ya support ambayo mnanipatia kubwa sana, kule kunifuata, kusikiza jumbe zangu. Kama ujumbe wa jana, wakati nimekuja hapa niliacha ukiwa zaidi ya 1000. Wale watu wamesikiza na kufuata, endeleeni kufuata. Ni vyema sana kujua kama na wale watu tuko nao hapa, niko na washirika wengine wanaonifuata zaidi ya 1000 kwa sasa tangu jana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana watu wa social media church. Mungu awabariki sana, mzidi kuzipenda Biblia zetu, nami na kuhakikishieni ya kwamba sitachoka kukufundisha vizuri na kuombea na kuhubiri vizuri, na vile vile sitachoka kujiandaa vema nione kwamba Mungu amenitumia kwa ajili yako. Hebu tuwapigie makofi watu wa social media church. In Jesus name, God bless you so much. Na tuende katika kitabu cha Judges ama Waamuzi mlango wa 15. Theme yetu ya wakati huu ni empowerment ama kupokezwa nguvu. Kupokezwa nguvu. Judges chapter number 15, tutasoma mstari wa 14 mpaka wa 16. Judges chapter 16 verses 14 all the way to verse number 16. I'm gonna be reading in English, but I'll preach in Kiswahili. And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him. And the cords that were upon his arms became as flax that was burnt with the fire, and his hands loosed from off his hands. Naye Samsoni alipofika katika maeneo la Lehi, Wafilisti wakapaza sauti kumwelekea, naye Roho wa Bwana akaja juu yake kwa nguvu sana, na kamba zilizokuwa zimefunga mikono yake zikakatika kama uzi mdogo uliowekwa karibu na moto. Mikono yake ikawa huru. Verse 15. And he found a new jawbone of an ass, and put forth his hand, and took it, and slew 1,000 men with it. Naye akapata kwa mkono wake taya ya punda ambayo bado ilikuwa mbichi, akaitwaa kwa mkono wake, na kwa hiyo taya ya punda akaweza kuwaua watu 1,000. And Samson said, with the jawbone of an ass, hips upon hips, with the jaw of an ass, I have slain 1,000 men. Samsoni akamsifu Mungu akisema, kwa taya ya mfupa wa punda nimeweza kuwaua makundi hata kwa makundi. Hata kwa taya ya punda nimewaua 1,000. Twende katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 na fungu lake la 20. Let's go to 1 Corinthians chapter number 4 and verse number 20. 1 Corinthians chapter number 4 and verse number 20. 1 Corinthians chapter number 4 and verse number 20. For the kingdom of God is not a matter of words, but of power.
kwa kuwa ufalme wa Mungu ama wa mbinguni sio tu wa maneno, bali ni kwa nguvu ya Mungu. Napenda version inayosema, for the kingdom of heaven is not a matter of words, but demonstration of God's power. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, nimesimama mbele zako usiku wa leo kama mtumishi wako. Ninajinyenyekeza kwako kwa toba, nikitubu kila dhambi na kila ovu, na ninaomba Mungu wangu na Baba yangu, utukufu wako na neema isiyokuwa ya kawaida ije sasa juu yangu na juu ya kusanyiko hili na juu ya wale wote wanaonifuata katika mitandao. Naomba Baba yangu ujitukuze usiku wa leo kwa kunifanya chombo ambacho kinaleta heshima na chombo kiteule mbele zako. Ndiposa najitakasa hadharani ili Bwana ukaweze kunishawishi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Utwale ulimi wangu na kinywa changu na nguvu zangu zote ukazitumie kwa utukufu wa jina lako. Na ubariki watoto wako hawa na wale wote watakaonifuata baadaye na wanaonifuata, kwa jina la Yesu Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Nimeomba na kuamini, watu wote tukasema amen. Tunazungumza juu ya kutiwa nguvu tena, na nilisema tangu jana, mwaka huu unapokwisha, mwaka wa 2025, ni vyema na ni kweli tumefanya kazi. Umefanya kazi, iwe ni kwako nyumbani, iwe ni kwako katika shamba, iwe ni katika biashara, iwe ni katika popote ambapo umekuwa ukifanya kazi katika ofisi yako, iwe ni katika taifa, pengine wewe ni kiongozi serikalini ama katika nyanja mbalimbali, katika vyeo mbalimbali, iwe ni katika huduma kama mimi sasa vile nilivyo katika huduma, iwe wewe ni mama katika familia yako, umekuwa na muda mwingi na watoto wako, shughuli nyingi katika mambo yote, lakini mwishowe ukafika mahali ukahisi ya kwamba nguvu zimetumika sana. Ninataka nije nikutie nguvu ya kwamba hauna sababu ya kukata tamaa, maana jana tuliona kila mtu katika safari hii hupitia majira na vipindi vya kuchoka. Tukaona hata kijana chipukizi na vijana wadogo watajikwaa kabisa, kuanguka na kushindwa. Kwa hiyo nikakwambia jana, mpendo wangu, kutoka kitabu cha nabii Isaya mlango wa 40 tangia fungu la 28 mpaka 31, sio kwa ujana mtu hupata nguvu. Maana tunapokuja hapa katika kongamano hili tunazungumza juu ya nguvu za kiroho, the divine power, the God's power, ndizo tunazungumza. Na katika safari ya wokovu unapochoka, kila wakati ni vita, kila wakati ni mbio. Paulo nimetanguliza kusema, akamwambia Timotheo ya kwamba mimi nimepigana vita vyema, mimi nimemaliza mbio mwendo, na imani nimeiweka, na sasa ninangojea taji. Mpendo, unapochoka usidanganyike. Kama Mungu anasema pia vijana watajikwaa, kuchoka na kuanguka, ni lazima uelewe. Lakini uzuri wa mambo na habari njema, mtakatifu wangu na mpendo wangu, ni kwamba unaye Mungu ambaye hachoki. Maandiko yalianza jana kwa kusema, je, hujawahi kusikia, hujawahi kuambiwa ya kwamba yeye mwenye enzi hachoki wala kusinzia, na kwamba yeye huwapa nguvu, huwaongezea nguvu walio wadhaifu, huwaongezea nguvu walio wanyonge. Lakini ni akina nani wanaongezewa nguvu? Ni akina nani wanatiwa nguvu wakiwa wanyonge? Sio kila mtu, la hasha, bali Biblia inasema ni wale wangojeao Bwana. Bwana asifiwe. Wale wangojeao Bwana ndio watapewa nguvu mpya. Wale wanaomtafuta Bwana ndio watatiwa nguvu mpya. Wale wanaomtafuta Bwana ndio watajazwa nguvu mpya. Wale wanaongojea, tuliona jana, waliambiwa na Yesu, msibanduke, msiondoke Yerusalemu, enendeni katika chumba cha juu mkangoje
na juu ya watu mahuru. Nitamimina roho yangu kwa viumbe wote, na watoto wenu wana na binti zenu wataweza kutabiri, vijana wenu watanaona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Haleluya! Baadaye akawaambia Yesu, mtakapongojea, mtakapokaa pale Yerusalemu, mtakapokuwa watiifu, mtakapojitokeza kama vile nilivyowaambia, atakapowajilia juu yenu yule Roho Mtakatifu, mtapata nguvu. Inua mkono, sema Baba nipe nguvu. Baba nipe. Sema tena Baba nipe nguvu. Baba nipe. Sema tena Baba nipe nguvu. Baba Shauti Baba nipe nguvu. Baba nipe nguvu. Haleluya. Baba nipe nguvu. Ndilo ombi la moyo wangu na kwako na kwangu, ya kwamba Baba tupe nguvu. Maana alitupatia nguvu. Tuliona nini jana? Tuliona tutapaa juu. Tukimngojea Bwana tutapata nguvu mpya. Tutapaa juu kwa mabawa kama tai. Tutakimbia hatutachoka, na tutatembea na wala hatutazimia. Sikia habari za leo. Biblia inasema katika nyumba ya Dani, ambaye ni wa kutoka uzao wa Yakobo, palikuwa na mtu mmoja aliyeitwa Manoa. Na Manoa alikuwa na mkewe ambaye alikuwa ni tasa, yaani hajawahi kupata watoto. Wapendwa, nataka unisikize na unifuate. Haijalishi hali ya mtu ni namna gani, haijalishi ukiwa wa mtu na ukavu ni wa aina gani, wakati Roho wa Mungu anaingilia, nguvu inakuja juu. Na nguvu ikija juu, hata kama ni tumbo ambalo lilikuwa na utasa, mambo yanabadilika. Nyosha mkono, sema Baba badilisha. Baba badilisha. Sema tena Baba badilisha. Baba Sema badilisha. Baba badilisha mambo katika maisha yako. Baba badilisha mambo katika maisha. Haleluya. Amen. Huyo mama alikuwa tasa, lakini Mungu akamchagua akiwa tasa, maana alitaka kudhihirisha nguvu zake na uwepo wake. Je, ukichagua vitu ambavyo ni dhaifu, ambavyo vina utasa, apate kudhihirisha nguvu zake? Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Akamchagua yule mama apate kudhihirisha nguvu zake. Na maandiko matakatifu yanasema katika udhahiri kabisa, malaika wa Mungu akamtokea mke wa Manoa. Jina lake hajapeanwa, lakini tunajua alikuwa mke wa mtu, anaitwa Mrs. Manoa. Bwana asifiwe. Amen. Akamtokea akamwambia, ninajua wewe ni tasa na watu wanasema hauwezi kuzaa, lakini niko na habari njema kwa ajili yako. Utachukua mimba kwa nguvu ya Mungu. Utachukua mimba tu kwa uwezo wa Mungu, lakini sio uwezo wa Roho Mtakatifu, maana alikuwa na Mungu. Na utamzaa mwana, na huyu mwana utamwita Samsoni, na huyu mwana ataanza kukomboa wana wa Israeli. Maana mimi Mungu nimetazama, nikaona hao watu vile wameteseka kwa so long. Wajua, wakati ule ndio malaika wa Mungu washuke juu ya maisha ya mke wa Manoa. Israeli ilikuwa imeteseka mikononi mwa Wafilisti kipindi cha miaka 40. In the book of Judges, nikisoma juu ya rulership, ama nikisoma mambo ya utawala wa Judges ama waamuzi, maana waamuzi walitawala Israeli katika kipindi cha miaka 300, na wote kwa jumla walikuwa waamuzi 15. Hakuna mwamuzi aliyekuja katika utawala wa Israeli wakiwa wameteseka muda mrefu namna hii. Lakini nataka nikuonyeshe vile nguvu za Mungu zinaweza kufanya. Kumbe vile mtu anateseka, mpendwa, katika kipindi kirefu, katika miaka mingi sana, ndivyo nguvu ya Baba huwa inakuja kwa wingi zaidi. Katika waamuzi wale wengine pia walimtangulia, sijamwona waamuzi yeyote aliyekuwa na nguvu kama za Samsoni. Niko hapa
miujiza ya na nguvu zao huwa ni nyingi zaidi. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Israeli wamekuwa utumwani wa Wafilisti miaka 40. Wamelia, wameteseka, lakini mama mmoja akaonekana apate kuleta ukombozi. Alipotokewa akaamini. Baadaye akakuja akaambia bwana yake Manoa, bwana yake Manoa na yeye akataka kuthibitisha ni mtu aliyetaka kuyajua mambo ya Mungu kwa ustadi zaidi. Akataka kujua ni malaika ametokea mke wangu ama ni mtu yupi huyo aliyeleta ujumbe, maana amemwambia mumewe Manoa, niliona mtu aliyenitembelea, mtu wa matisho makubwa, alikuwa anang'aa kama jua, na huyo mtu aliniambia imagine tutapata mtoto, na akanipatia masharti mengine ya kutisha. Akaniambia huyo mtoto hata wewe hautapita juu ya kichwa chake, maana atakuwa mnadhiri wa Mungu. Akaniambia hata mimi mama nitakayebeba huyo kijana katika tumbo langu, niachane na vilio vyote, nisikunywe divai na wala kinywaji kilicho na kinacholewesha, na wala nisikule mikate ambayo iko na chachu mpaka huyu mtoto atakapozaliwa. Mume wangu, haya ni maneno ya aina gani? Niko hapa usiku wa leo, nimetumwa na Mungu katika hii empowerment summit. Ninakwambia Mungu ako karibu kukwambia mambo ya kutisha ambayo hujazoea kuyasikia. Utasikia jumbe za kutisha katika mahali pako pa kazi, utasikia jumbe za kutisha katika ndoa yako, utasikia jumbe za kutisha mchungaji, askofu, katika huduma yako, utasikia mambo ya kutisha katika biashara yako, katika hali zako zote, miongoni na baadhi ya watoto wako. Utasikia jumbe za furaha, sio za huzuni, lakini za kutisha, maana Mungu ameamua ni wakati wa restoration after a very long suffering. I have come to bring the message of end years empowerment. Manoa akasema, akaenda mbele za Mungu. Unajua nilikuwa familia ya kuyajua maajabu ya Mungu. Akazungumza na Mungu akamwambia Mungu, haya ni mambo ya gani? Ninakusihi tuma yule mtu tena akuja nikute na bibi yangu, maana ninataka kujua ni yapi yatatendeka juu ya huyo mtoto. Naona sio wa kawaida. Nataka kuzaliwa Mungu Baba, nataka Mungu ya Yakobo, wa Ibrahimu, wa Isaka, babu zangu, nipate kujua huyo mtoto nitamtunza namna gani, maana anaonekana ni muujiza. Tulipojia mwana tukafikiria tutakuwa na watoto, tukatukana na majirani kila wakati, tukaitwa tasa vya kutosha. Mungu, naomba unitokee, nione nguvu zako na maajabu yako. Nyosha mkono juu, sema ewe Mungu nitokee. Ee Mungu nitokee. Thibitisha maajabu yako. Thibitisha maajabu. Thibitisha maajabu yako. Thibitisha maajabu yako. Na Mungu ni mwaminifu. Biblia inasema wakawa wakati mmoja tu, huyu kwa upande huu, yule kwa upande huu. Mama alikuwa upande wa shambani, amepumzika kule kondeni shambani. Ninaona Mungu asiye kuwa na kigeugeu wala upendeleo. Mungu alijua nilimtembelea mke wa Manoa na ndiye nitatembelea tena. Nitajibu maombi yako, lakini wewe sio kutembelea. Nitatembelea tu yule ambaye nilitembelea, nithibitishe. Mara kwa ghafla yule mke wa Manoa akamwona malaika ameshuka tena, akakimbia mbio, na mimi aliomba Mungu ndani ya moyo, akasema Mungu mfanye akae hapo mpaka nirudi, asiondoke. Na akakimbia akamwambia mume wake, njoo haraka, mume wangu Manoa, njoo haraka, yule mtu aliyenitembelea ile siku yuko pale kondeni pale nilikuwa nimekaa. Manoa akakuja kwa mbio, akakuja akathibitisha, akaona kweli huyu ni malaika wa Mungu. Huyo mtu vile ninamwona na maridadi, vile ninamwona ni muungwana, sijui, lakini wale akawa ni malaika.
Akauliza yale mambo, akaambiwa vile vile, akaambiwa kile nilimwambia mama ndicho hicho. Kile nilimwambia ndicho hicho, sitarudia tena. Maana mimi ni Mungu, ndani ya Mungu hakuna kigeugeu. Mimi ni mjumbe wa Mungu, kile nilimwambia ndicho hicho. Manoa akasema, na sasa jina lako ni nani? Akaambiwa huna haja ya kujua jina, maana ni jambo la siri. Angalia mwenzako, mwambie siri yangu na Mungu ni yangu. Siri yangu na Mungu ni yangu. Mungu unajua wakati wa Paulo mdomosoni kwako ukifika, anafanya mambo ya siri, zinaitwa mysteries. In other words, anamwambia there is no need to know my name because this is secret. This is a mystery. It's a mysterious thing. Akamwambia basi usiondoke hapo mpaka niende nilete mwanambuzi. Malaika akamwambia hata ukitoa sadaka yako mimi sitakula chakula yako, lakini leta ndama kama yule mbuzi utolewe. Na akakuja, Mungu ni mwaminifu, akatengeneza madhabahu kwa haraka, akaleta mwanambuzi ama yule ndama, akatengeneza juu kwa madhabahu. Na sadaka ilipokuwa inaendelea kuteketea, mwali wa moto ukainuka juu. Sema mambo yangu yataenda juu kama moto. Mambo yangu yataenda. Sema mambo yangu yataenda juu kama moto. Mwali wa moto ukainuka juu. Na ulipoinuka juu, Biblia inasema yule malaika wa Mungu akapanda na ule moto akaenda. Manoa na mkeo wakaanguka chini kifudifudi, wakamwabudu Mungu. Wakasema, Manoa akasema, ole wetu, tumemwona malaika wa Mungu kwa macho, tutakufa. Mke wa Manoa akasema, bwana wangu, hatuwezi kukufa. Kama Bwana kama Bwana angelituua, asingelipokea sadaka yetu. Haleluya. Ninasema mwaka huu hautakufa. Ninasema mwisho wa mwaka huu hautakufa. Ninasema makaburi hayatachimbwa. Hayatachimbwa kwako. Bwana hatakuwa, hatakubali ukufe. Kama ungekuwa umekufa, ungekufa Januari. Lakini Mungu sio kwa kukosa uaminifu na sio wa kupenda aibu, eti ya kuachilia na aniachilie tukufe mwaka ukiisha. Sema sitakufa, nitaishi. Sitakufa. In the name of Jesus. Rudia, sitakufa, nitaishi. Sitakufa, nitaishi. Nasikia sauti ya watoto. Sema sitakufa, nitaishi. Sitakufa. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sikiza mambo sasa. Sikiza mambo. Mambo yametokea kutisha. Samsoni, mama yake na baba yake wamefuata masharti. Na kwa sababu mtoto ambaye Mungu yuko juu yake huanza ukombozi mapema. Kijana huyu amekuwa sio kwa kawaida. Nguvu za Mungu zimetembea na Samsoni sio kawaida. Biblia inasema kulingana na vile tumesoma, alikomboa Waisraeli sio kipindi kimoja, akawapigania. Nguvu ya Mungu ilikuwa inakuja juu yake. Maana Biblia inasema Roho Mtakatifu alikuwa anashuka juu ya Samsoni. Miaka ile ya Old Testament, Roho Mtakatifu alikuwa anashuka juu ya watu, lakini siku hizi zetu za New Testament, Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Kwa sababu Samsoni alikaa Old Testament, Biblia inasema Roho wa Mungu alikuwa akishuka juu yake, na kila wakati aliposhuka, Samsoni alibadilishwa kuwa mtu wa tofauti. Sema Baba nibadilishe. Baba nibadilishe. Nibadilishe mambo zako. Nibadilishe Ninatamani kuwa mtu tofauti. Nilitamani kuwa mtu tofauti. Haleluya. Kila wakati nguvu ya Mungu ilipokuja juu ya Samsoni, alitenda maajabu. Walimshika watu wake wakati ule alipokuwa ametenda maafa makubwa. Alikuwa amewaua Wafilisti 30, akawanyang'anya mali yao na vitu vyao, kwa sababu alikuwa ameweka kitendawili. Akasema kitendawili, tenda. Wakasema tenda. Wakauliza, mnaweza kutegua kitendawili changu? Wakashindwa kutegua. Baadaye wakatumia mke wake, wakaweza kukitegua. Akakasirika, akawaua watu 30, akalipa fidia, akawanyang'anya mavazi na vitu zake. Baadaye akatoroka akaenda papango fulani.
Samsoni. Biblia inasema wakajua ako pale, wakaulizana maswali. Watu wa Yuda wakakuja wakasema, Samsoni, mbona unatutenda haya? Sisi ni watumwa wa Wafilisti na tumewatumikia Wafilisti miaka hii 40. Mbona unataka kuongeza kifungo juu yetu? Hawakujua wakati wa kuwa mateka umekwisha. Hawakujua Samsoni amepakwa mafuta apate kuwakomboa, lakini wakaanza kumlaumu Samsoni. Samsoni alielewa, akawaambia, okay, msinipeane mikononi mwa Wafilisti, lakini mimi wenyewe nifungeni kwa kamba. Wakachukua kamba bichi, wakamfunga mikono vizuri, wakakuja wakampeana kwa Wafilisti. Alipofika pale kwa Wafilisti, katikati ya adui, Roho Mtakatifu wa Mungu akaja juu yake na nguvu za Mungu zikaanza kufanya kazi. Inua mkono, sema, Roho wa Baba, njoo juu yangu, na nguvu zako zianze kufanya kazi. Nguvu za Mungu zilipokuja juu ya Samsoni, akajua nimebadilishwa sasa kuwa mtu tofauti. Makamba yaliyokuwa yamemfunga mikono, alifanya mikono hivi yakakatika pua. Biblia inasema kamba zile zilikatika kama vile uzi ukiwa umesongezwa na kushikishwa kwa moto. Wakati nguvu za Mungu zinakuja juu yako na juu yako, tutafanya mambo ambayo yanawashinda watu maelfu. Haleluya! Ukiwa peke yako, nikiwa peke yangu, tutafanya mambo yanayowashinda watu maelfu. Unajua kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Biblia inasema hivi, akaangalia pale kamba, baada ya mikono yake kuwa free, kuwa huru, akaona kuna punda amekufa juzi, sijui ameliwa na mnyama ama nini, maana alichopata tu ni taya ya punda, the raw jaw of a donkey, ambayo ilikuwa fresh. Samsoni akaongozwa na Roho wa Mungu, akachukua ile taya, na alipochukua, Biblia nasema akawavunja, akawapiga Wafilisti, akawaua 1,000, akitumia silaha ambayo haijawahi kujulikana na mwanadamu kuwa silaha. Samsoni hakutumia upanga, Samsoni hakutumia shoka, Samsoni hakutumia mkuki, Samsoni hakutumia bunduki, Samsoni hakutumia grenade, Samsoni hakutumia kitu ambacho ni cha kawaida, mishale na nyuta. Alitumia taya. Inua mkono, sema, Baba, wakati wa vita, chochote ndani yangu, chochote kando yangu, kifanyike silaha itakayoangamiza adui wote, katika jina la Yesu. Anoint me with an anointing, anoint me with an anointing that will break every yoke, and let your power and anointing be upon me. Kwa sababu ufalme wa mbinguni sio tu juu ya maneno, bali ni katika mdhihirisho wa nguvu za Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ni mdhihirisho wa nguvu za Mungu. Akadhihirisha nguvu za Mungu kwa sababu alitembea juu ya pawa ya Mungu. Sio tu hiyo alifanya wakati alipata nguvu ya Mungu, bali Biblia inasema pia nguvu ya Mungu kuna wakati ilimjilia, alipizia baba Mungu kisasi. Lift up your hand and say, Father, anoint me with the vengeance anointing. Baba, nipake mafuta ya kisasi cha Mungu. Baba, nipe nguvu za kulipizia kisasi upanga wako na watu wangu walioteseka kwa muda mrefu. Hebu simama kwa miguu yako, sema, Baba, nipe upako wa kisasi, ili adui zangu wote, magonjwa yote, laana zote, umaskini wote
kuvibali Nimalize katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tunaweza kukaa chini kwa nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Wakati mwingine ukuja Mungu ikakuja juu yake akakamata mbweha 300 foxes, akawafunga mikia yao wawili na akawakisha moto, akaachilia. Wakaenda katika ngano, shayiri na mahindi ya Wafilisti, akachoma moto. Wakati mwingine nguvu ya Mungu ikamjia juu, sio kwa kawaida, akaweza kupanda akapata malango na mlango uliokuwa mkubwa na vyuma yake, vizingiti vyake vya chuma, akanoa akaweka juu ya mabega, akapanda juu. Tunapozungumza juu ya nguvu ni nini? Nguvu ni uwezo wa Mungu unaowezesha mwanadamu kufanya mambo kupita kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Hizo ndizo nguvu tunazungumzia, na kuombea na jiombea mwaka huu unapokwisha, tupewe nguvu kama zile za kufanya mambo kupita kawaida, na neno litaendelea kesho. Amen. Pia Bwana Yesu. Neno litaendelea kesho na tutakuwa na